gloves za iliniuma sana. Nilikuwa vitu vingine kama mwanaume huwezi ongea, lakini walimia sana. Na kuna kitu bado wanafatizia na some media houses. At least haki ipatikane. Mimi ni mwathiriwa wa kansa na nilipelekwa hospitali nikiwa ninaumwa sana. Kama hujapata kansa ya damu usiombe ikupate. Inafikia mahali nataka kutoa shati nilale kwa floor. Daktari wanapita hapo. Paka daktari mwingine anasema, "Mama una 500 tumhudumie basi." Alitoa 500 nikadungwa sindano, at least ule uchungu. Hawa madaktari wafisadi, corruption inside the hospital. Najua ni donda sugu, and I don't know what is our capacity here to deal with those issues. Most of the challenges for now for community, ukienda kwenye visit 24/7 utakosa mama juu hana shughuli, ni kukaa tu ale. Kuzalishwa na kwa mimba kuzaa kulea. Alafu pia changamoto nyingine, hata ukiwashauri unapata siku ya kwanza clinic anakuja mama peke yake. Sasa yule mzee anakuwa left out, hana any knowledge kuendelea nini. Juu ile knowledge yenye iko pale wenye umempelekea kuconfirm kweli ni hivyo, ni apike facility aende akayasikia kwa mhudumu ndio ajue kweli yule anafanya kazi yake, lakini hawafiki. Mimi mwenyewe nafikiri kuna siku moja nikiwa simama, lakini si mzazi. Kuna siku moja nilienda hospitali na nikawa nimefanyiwa kipimo. Kilichonishangaza mpaka nikamwambia yule daktari, naona tusimamie hapo na tusiendelee mbele, tafutie suluhisho lingine ama niende mahali pengine. Aliita dada akamuuliza, nataka huyo afanyiwe kipimo fulani. Na hakumalizia hapo, akamuuliza, "Can you do that?" Sasa hiyo neno "can you do that", reply ya huyu alisema, "I can try." Unaona? Sasa afadhali angesema, nilikuwa nimeelewa mara mbili. "Can you do that?" Either time nione kama ana time, pengine alikuwa anatoka, mimi nikawa nimeelewa hapo. Lakini hii reply I can try, nilimwambia daktari wachana naye. Mtu anazalisha kutoka kunganambiwa, lazima tuletee na pamba, manake tunatumia tena. Mbona ifikie hatua mama ambiwe atoke akanunue mpaka hivi, anakufa na vitu ni vya serikali. Si apewe asaidiwe kwanza ndio. Ilikuwa ni uwe paka updates. Na kama account iko dormant, ukiactivate unaambiwa 3 months. Then ungoje 3 months. SHA kama amejisajili lakini iko dormant, kitai kimeanguka. Unaenda kwa akaunti yake, huyu kulingana na vile aliandikisha so far ni miaka 2 hajalipa. Kwa hivyo hii bili yake ni 20,000. Saa ile ukichanga hiyo 20,000 kama jamii, ukilipa tu hapo hapo naomba ashalipwa basi. Kwa hivyo watu wajisajili. Inasaidia. Kuna mama juzi hapa alitoa 480,000. Angezipata wapi? Mguu wao za ndani. Meru Hospital. Na anakula vizuri asubuhi, lunch, paka anauliza hii bili hii italipwa. Anaambia mama iko included kwa SHA. Alipa 480 mshirika. Na akaenda nyumbani salama, amehudumiwa. Mama mwingine juzi mtoto wake ana kansa ya mifupa. Alikuwa 75,000. Yaani amelipa, amejiandikisha na amelipa, already activated. So ni muhimu hata kama sina zile. Na pia government juzi li introduce lipa mdogo. Haya umejua sasa. Ni nzuri sana, tena nina ushahidi mzuri. Niliamuka
sikuelewa ni nini, kumbe ilikuwa ni appendix. Sasa nikapata ushauri kwamba nimuandikishe kwa SHA. Na tukaenda tukaandikisha, huko anaumia tayari, lakini tukaandikisha. Na ilipofika Msambweni ndio nikagundua kwamba hii ina maana kubwa sana. Maana karibu 15,000 sikuwa nazo saa hiyo, lakini kama nimerelax na mambo yanatendeka. Hili la misikitini najua hatushindwi na la kusema. Sisi kama viongozi kabisa tunaweza tukatafuta njia yoyote ile. Kuna wamama na wamama viongozi tunao. Tunaweza iviatia na naanza na mama wangu. Si mama nikiwa kiongozi na ni kiongozi. Nazungumza na mke wangu na wana futufutu huenda kuna maneno hapa. Simama inafanyika. Thank you very much. Changamoto ziko, tunajua kuna wale wana changamoto, but yule rather tuwahamasishe na tafute mbinu ya kuwasaidia kuliko iwe hawana. Na hata yule ambaye hajakuwa registered kama ni mgonjwa, ni vizuri kumadvise wa process registration hapo na itawasaidia. Inakuwa activated there and then. Hiyo pia nimethibitisha.